Mazingira ni mgawa wa nyota 5. Binti anaitwa Henry yuko hapa kukutana na blind date ya rafiki yake tajiri aliyemuomba aje hapa sababu yeye hapendi kukutanishwa na wanaume. Jambo ambalo mzee wake analifanya sana ili aolewe na mtu mwenye hela kama yeye. Huyu yupo hapa kumchachafia na kumletea kila aina ya dhalilisho na dharau duniani huyu mwanaume. Ili mwisho wa siku amkatae tu. Jamaa anakuja, basi wanakaa, binti anaanza moja kwa moja kuzionyesha zile dharau. Alafu kwanza sikufahamu wewe. Who are you? Anampa business card. Binti anaisoma. Hey! Ni bosi wake. Mama yangu yeye nimeavagaa leo. Akaanza na kutetemeka pale. Anaambia jamaa, naomba niende toilet mara hiyo moja tu." Anafika kule, anapiga simu kama kichaa kwa Yongse ambao rafiki yake. Lakini ikawa haipokelewi. Akawaza hapa la muhimu ni kukimbia tu. Karudi pale, akaanza kuleta ukichaa mwingi ili bosi amuone kama vile hajatulia. Kumbe bosi hizo ndo type zake. Anaambia, "Unajua wewe nimeanza kukupenda. Wewe sio mtu wa kufake ili upendwe, yani uko real na maisha yako." Binti anasema, umenipenda ukweli. Basi chukua chumba basi tufanye mambo yetu." Anaanza kwamba akisema hivyo basi jamaa atamuhisi kwamba ni kahaba amwache. Next thing wa kukaunta, jamaa anachukua chumba. Kachukua chumba kweli huyu? Mimi nilikuwa natania tu. Hata nitafanyaje huko chumbani? Jamaa anambia, "Haya twende." Anasema, "Hapana lazima hapa nikimbie." Mara akaungana na mtu. Mwanamama akaisha kumbananisha tu, "Wewe kahaba, njoo hapa." Kahaba? Bosi akaja na kumshika yule mwanamke. Yule mwanamke akacheka sana. Anasema, "Yaani umetoka kwa mume wangu, after leo unataka kubeng na mwanaume mwingine?" Kweli kahaba ni kahaba tu. Jamaa anambia, "Sikia, wewe dili na mume wako tu, huyu mdada wewe muache." Wametoka nje, anasema, "Kweli mimi ndo wako two time? Huko ni kunikosea heshima kabisa. Mimi wanatoka na wanaume 3 hadi 4 kwa muda mmoja. Wawili shenzi type." Yule mama akatoka tena, "Wewe mjinga, nisubiri hapo hapo." Binti akaanza kukimbia kuchukua taxi amkimbie huyo mazaa. Sasa itakuwaje? Na bosi kashampenda, lakini hajui kwamba yeye si ambaye ilibidi akutane naye. Karibu sana, mimi naitwa Winani na hii inaitwa Business Proposal. Najua una maswali mengi. Kwa nini bosi asimfahamu? Na kwa nini wakutane hapa? Majibu yake ni kama ifuatavyo. Sinema inaanza airport. Bosi mkubwa Kang Tae-mo anarejea kutoka nje ya nchi ambako alikaa kwa muda sasa kwenye branch nyingine ya ofisi yao ambayo ipo huko katika sehemu za Ulaya. Anafika pale katika airport, kila mwanamke anaonekana kumwangalia kwa jinsi alivyojengeka ujamaa. Yaani kama vile tayari washadata naye. Yuko pamoja na msaidizi wake. Wamefika mahali wakakuta kuna posta ya tangazo la biashara yao. Jamaa akasema, "Ili posta limetengenezwa kihuni sana. Yanataka kuelewa kwamba ni bidhaa gani ama biashara gani ambayo inatangazwa hapa. Hakikisha kwamba hawa ambao wametengeneza hii poster unadili nao perpendicular bisect." Of course ilikuwa ni poster ya biashara yake. Sasa yule bosi ambaye ulimuona ni bosi ambaye familia yao inamiliki mgahawa ama inamiliki industry za mgahawa. Na leo huyu jamaa alikuwa kutambulishwa kuwa sasa bosi rasmi ambako mzee alikuwa akiachia ngazi. Kwa hiyo kuna mtu hapa yuko sehemu kama ya kutengeneza hivi, anaitwa Henry. Anapiga simu, anaambia kwamba sasa muda umefika kwa ajili ya kufanya utambulisho wa bosi huyo mpya. Sasa amefika pale, rafiki zake anambia, "Wewe vipi? Kwani ulikuwa wapi? Mbona unakaa kama samaki? Kwa shida yako nini?" Basi kabidi wampulizie perfume pale ili mambo yaishe, alafu aingie ndani kwa ajili ya utambulisho. Basi wameingia kule ndani. Sasa wale mabindi wakaanza kusemeshana. Nasikia kwamba president mwenyewe nimeenza moyo. Tusubiri tumuone. Lakini ghafla akaja secretary wake anaitwa Cha Sung-hoon on behalf of President Kang. Mpaka mzee anashangaa. Huyu kwa nini yuko hapo? Kwa nini asije President Kang yeye mwenyewe? Nakumbuka hiyo siku ilikuwa ni siku ya utambulisho wake kwamba yeye rasmi anakuwa rais. Sasa just imagine yani mtu katika siku ya utambulisho wake yeye mwenyewe hayupo. Mwakilishi sasa akaanza kusoma ile barua ambayo president ameandika. Anasema, "Nawashukuruni sana kwa kufika katika tukio ambalo nakumbuka kabisa niliwaambia msilifanye. Naamini kuanzia sasa hivi tutakutana katika masuala ya kibiashara na sio masuala ya sherehe na vitu vya design hiyo." Wale watu wakanashanga kwamba ndio hicho tu, hamna kitu kingine. Mzee pale mbele akawa amekasirika sana kwa namna ambavyo wamebehave, yani president pamoja na huyu ambaye ni secretary wake. Hasa wakati tukio linaendelea kule, president mwenyewe alikuwa amekuja kukutana na mtu wa Mzee Kang. Unaambiwa Mzee Kang katika ofisi ni mtu ambaye anakula rushwa balaa, afiko hapo kwa sababu ya favor tu za mzee. Sasa kafika pale, mzee anamwambia, "Tae-mo, au nikuite Rais Kang." Anamuuliza, "Lakini usinabidi katika utambulisho wako kule." Anambia, "Nimekuja hapa kwa sababu moja tu. Nasikia kwamba wewe ulikuwa mtu ambaye unachukua rushwa vibaya mno kwa marafiki, kwa ndugu, kwa makampuni ya watu. Yaani umefanya kama vile ofisi yetu ndio chaka lako la kupiga hela. Sasa sikia, kwa sababu mimi ndo rais sasa hivi wa kampuni, sitaki tena ufanye ujinga. Kazi yako ifanye kwa uweledi. Kama uwezi ni bora upesha ingie mtu mwingine." Kisha bosi huyo akaondoka zake kwenda kufanya shughuli zingine.
Sasa unakumbuka mwanzo nilikwambia kwamba kuna mtu anaitwa Henry, huyu mdada ambaye kama vile ndo star wa filamu hii. Sasa huyu dada leo ilikuwa ni birthday yake, lakini kule kwa wenzake kakataa kabisa kwenda nao kula chakula cha jioni. Kwa nini? Alipokutana na rafiki yake ndo Young Seo. Alafu wakaenda kwenye mgahawa ambako huko kuna mwanaume ambaye yeye anamkubali kinoma noma. Yaani yuko radhi pale atumia hata mamilioni ya pesa lakini amwone tu jamaa. Ila kwenda kumwambia ukweli ndio kitu ambacho yeye hakiwezi kabisa. Huko ofisini rais amesharudi katika ofisi, lakini kufika kule akutana na mzee wake. Mzee anaambia tumeandaa shughuli nzito, alafu magumu kuja. Shida yako ni nini? Jamaa anambia nilikuwa na mambo ya kikazi ya kufanya, kwa ndio maana nilishindwa kuja, lakini si niliwaambia. Ndio sema okay, anyway akili yako naijua, lakini sasa kuna jambo muhimu ambalo inabidi niongee na wewe. Kuna project ambayo inabidi ifanye. Ndio kana msikiza. Project gani ambayo mzee anataka ifanye? Mzee anasema ndoa. Sasa anauliza, "Mzee, unataka uoe?" Ambia hamna, sio mimi. Siri likanga inabidi lioe. Anasema kama ni masuala ya kuoa mimi kwa kweli hapana. Yaani bado mimi ni mdogo sana kuoa. Mzee anambia wewe usijali, sikia. Mimi nimeshaandaa kila kitu. Nimetafuta mabinti wakali 20 ambao wao nao pia wana pesa kwao. Kwa hiyo uende katika hizo date. Ukishafanikiwa kwenda katika hizo date, utapata tu mtu wa kumuoa. Lakini jamaa anasema mimi sitaenda katika date yoyote ile mzee. Yaani kwa kweli sitaenda katika date yoyote ile. Acha tu nataka nisiwe muongo kwako. Mzee anasema ina wewe panya upende kusikiliza wewe. Yaani kitu ambacho mimi nakifanya wewe hutaki kusikiliza. Yaani unafanya mambo yako mwenyewe, kila muda ni kazi 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 kazi. Hakuna muda ambao utafikiria maisha yako mwenyewe. Sasa binti Henry alipotoka kule katika mgahawa na rafiki yake, akarudi katika mgahawa nyumbani kwao. Na siku hiyo kuna function pale. Wale wazee wake walialika watu fulani kwa ajili ya kufanya shughuli yao pale, kwa wakawa wao ndo wanahudumia na chakula. Basi akahakikisha kwamba kufanya kila kitu vizuri, kuku zimetengenezwa, wamewasevia watu. Walipomaliza na kuondoka, Henry anashangaa, wana faida yote ambayo imeingia. Kucheki hivi kumbe waliwapa discount kubwa sana ya kufanya shughuli yao pale. Sasa Andrea akaanza kuwagombeza wazee, kama inakuaje? Hii itakuwa biashara gani ambayo nyinyi mnawapa discount watu kiasi hiki? Mama anambia na wewe Henry bado una mambo mengi. Kwa nini hata mtu hata boyfriend hivyo kukusaidia basi hata kufanya birthday yako akakutoa out uweze kwenda kula kuliko kutupigia kelele hapa. Mara wakasema kuna mabishano yanaendelea nje. Kufika kule inasemekana kwamba uchafu wa mgahawa mwingine huwa unatupwa katika mlango wa mgahawa. Kwa kaza kubishana na jamaa, bwana wewe, kuna utupo uchafu upande wetu. Jamaa sema kama uchafu mimi sio wa kwangu. Yaani kwa nini mimi nichukue takataka zangu nije nisitupe kwenu? Lakini kucheki ile uchafu kuwa na mifupa ya samaki mwenye ndani. Alafu mgahawa huo tu unauzaga samaki. Mgahawa wakina Henry wenyewe waga hauzi samaki, wanauza kuku tu. Sasa alipopata hasira akaamua kumsukuma jamaa katika saini yake ya hiyo biashara yake, akaishia kuanguka tu. Basi Henry alipoona kwamba jamaa ameanguka na anaweza kama ameumia, akaanza kumlaumu kwamba bana wewe ndio ulianza hata hivyo. Kwa mimi sina kesi hapo. Wamefika home, mzee anasema sema swala la kumwangusha mtu na kutupa saini yake ilikuwa sio mchezo. Mama anasema yani hii nyumba kila mtu ni ana hasira za ajabu. Aya na wewe Henry, kwa nini nimebidi paka umtupie mtu mazaga yake? Anasema mama, hizi hasira mimi nimezitoa kwako. Mama anasema unasemaje wewe binti? Huona ni blame mimi kwa ajili ya kitu ambacho umekifanya? Mama akaanza kuachapa na mitu pale, kuachapa makofi kwamba waanze kuwa na tabia njema. Lakini binti anasema mama bana, hii kwa sababu yako tu bana wewe. Kila kitu ni kwa sababu yako, maseni kwa sababu yako na kitu ni kwa sababu yako. Kwa nini unanipiga? Kisha akaamua kuondoka zake. Mama anasema unatumia hasira zangu kama excuse ya kuondoka, si ndio Huko kwa rais bado aliporudi nyumbani tu bado anaendelea kuongea na mzee wake. Mzee anasema nimpigie Mr. Park. Jamaa anasema yes, kuhusu swala hata mimi naona kwamba yule pale inabidi atolewe. Mzee anataka kutolewa tena? Amna, mimi kwa naongea naye tu masuala ya biashara. Ndio anasema hamna, yule pale inabidi atolewe kwa sababu kwanza nimegundua alikuwa anachukua rushwa kutoka kwa watu, lakini pia alifanya illegal contract na watu, kwa nika vile anacheza tu na kampuni yetu. Mzee anaambia lakini Mr. Park yule baba yake yule mimi nimeishi naye vizuri sana na nikamwahidi kwamba katika kampuni mtoto wake atafanya kazi bila shida. Sasa ukisema kama tumtoe tena itakuwa ni matatizo. Ndio anasema hamna, yani azonga kwamba amefanya mambo ambayo sio haendani kabisa na policy za kampuni yetu, ni lazima atolewe. Mzee akamwambia basi wafanye jambo moja tu ambalo anajua kwamba ni gumu kwake. Anaambia ukitaka yule pale mimi nimtoe, basi hakikisha kwamba date zote ambazo nimekupangia wewe unaenda. Ukienda katika hizo date tu na ukapata mke, mimi yule pale nitamtoa. Sasa anajua kabisa kwamba hicho kitu dogo hawezi kufanya. Kwa hiyo anajua kabisa kwamba nafasi ya Mr. Park itabaki pale pale ili kusiwe kuna ufitini kati ya hizo familia mbili. Dogo si akakubali. Anaambia sawa, hamna shida. Mimi nitaenda katika hizo date, lakini zikisha tunanikapata mke, huyo mtu atoke. Mzee anambia sawa, haina shida. Na hakuna kuishia katikati mpaka upate mke. Hasa wakati wao wanaongea, Henry naye alikuwa amekaa ofisini pale anaendelea kupiga mahesabu ya namna ambavyo mambo yote yameparanganyika. Kumbe yule jamaa alipoangushwa pale alienda hospitalini. Kupimwa na kila kitu ikabidi ilipwe 1,800,000 kwa ajili ya matibabu yake, lakini pia kwa ajili ya mgawa wake ambao saini yake ilikuwa imeangushwa na ubinti. Binti anasema hasa kwa nini mimi pia waga na hasira? Hebu nipige mahesabu hapa. Kwanza kamshahara wangu kadogo ka mwezi, ukitoa pesa ile ambayo mimi na save, ukitoa pia na
ukitoa na ule mkopo wa kazini na hela ambayo mimi inabidi pia ni spendi, mbona mwenyewe mchoki nabakia? Asa hiyo 1,800,000 mimi nitaipata wapi? Binti anaanza kujiraumu kweli kwamba kweli majuto ni mjukuu aise. Lakini baada ya kazi siku hiyo akaenda kukutana na rafiki yake tena Yongseo katika mgao. Wako pale wanapiga umbea kama kawaida yao. Mara Yongseo akapiga simu na baba yake. Ile ameipokea tu hivi. Baba anaambia kwamba inabidi aende katika date ambayo amepangiwa na president wa ofisi moja kubwa sana. Kwa nini mzee anafanya hivi? Anaogopa kwamba binti yake anaweza kaja kuuliwa na mtu ambaye hana mpunga kiasi kwa yeye pia ni boss katika ofisi moja. Kwa hivyo maana yake ni kwamba anaweza kaishia kunyanyasika au vitu vingine vya design hiyo. Lakini anatoka amekasirika kweli. Anaanza kwamba ni kwa nini babake ana tabia chafu ya kufanya kwamba kila muda yeye anapanga mablind date tu na watu ambao hawakubali. Mimi nataka mwisho wa siku nije kuolewa na mtu ambaye mimi mwenyewe nitampenda, yani mapenzi ya dhati. Sasa wametoka paka nje wanaenda kuongea masuala mazima ya blind date ambazo mzee wake amekuwa akizipanga. Kufika mwisho wa siku Yongseo akaambia kweli Andre kwamba sasa rafiki yangu, unajua ni shoga yangu, wewe ni kipenzi changu kabisa, yani tunaendana kabisa kila kitu. Sasa nisaidie basi tena mara ya mwisho. Anaposema mara ya mwisho anamaanisha nini? Kumbe mchezo washaye kufanya mwanzoni huko. Walipopangiwa blind date, Yongseo akamwomba Henry aende na alivyoenda kule wakamfanya mbaba watu mpaka azimie kwa sababu tu ya matendo ambayo alimfanya. Kwa hiyo mwisho wa siku binti akaonekana kwamba yeye hafai kwa ajili ya kuolewa. Kwa hiyo sasa anamuomba tena afanye hilo jambo ili huyo jamaa ambaye tena sasa hivi asimpende, alafu basi hiyo date imeisha na masuala ya kuolewa yakawa yameisha. Lakini Andrea anaambia hapana rafiki yangu, sasa hivi mimi siwezi kwenda kabisa. Yaani mchezo wako nimeuchoka. Na unakumbuka kwamba tuliahidiana kwamba nikipata tu ajira mchezo nitauacha. Yongseo anasema ndio naelewa, lakini sasa nisaidie basi rafiki yangu mara ya mwisho tu. Binti anambia hapana, mimi hiyo biashara kichasi tuifanye. Kisha akaanza kuondoka. Yongseo anambia nitakulipa. Andrea anakumbuka ana 1,800,000 anadaiwa. Sasa afanyaje? Basi upande wa pili alikuwa ni boss, anapewa ratiba na secretary wake. Anaambia haya mzee, katika ratiba zako inaonekana leo saa 1 kamili unabidi uende katika date ya kwanza katika mgao unaitwa Imperial katika coffee shop moja hapo iko hapo ndo tumepanga. Utaenda na binti anaitwa Yongseo ambaye yeye ni boss katika kampuni tu Marine. Jamaa kanaanza ni ubizi wote, yani ni usacrifice ile saa 1 kweli niende kwenye date na mtu ambaye hata simfahamu. Alafu kwa ajili ya ujinga tu akajaribu kukwepa. Akaonyeshwa video ya mzee. Mzee anasema kwamba sitaki kusikia ujinga kwamba uko busy na tushaweka ahadi kwamba utafanya sehemu yako na mimi nitafanya sehemu yangu. Jamaa sema basi anyway hata nitaenda tu alafu nitafanya kama mzee anavyotaka afuta ondoka. Lakini secretary anaambia ukweli kwamba kama ukienda basi hakikisha kwamba hao watu 10 kuna mahali ambako unapata mtu ambaye wewe utakubali kumua. Jamaa mza hasa kwa nini unasema hivyo? Anasema kwa sababu hao wengine ambao ni wa mbele zaidi, yani kama hao 10 watakushindwa, kuna wengine tena 10 wameandaliwa. Namba 11 ni mtu wa Japani, namba 17 ni mtu wa Switzerland. Bosi anasema yani bora ingekuwa tu branch ya kule Ulaya. Hii branch ya huku ni ngumu. Basi Henry kumbe alikuwa shakubali kwa sababu kweli ana shida na hela. Akamwambia basi afanye jambo kwa mara ya mwisho tu aweze kulipa ile 1,800,000 malizane nayo mambo. Kwa hiyo wakaamua kwanza kuingia dukani, watafute nguo fulani aonekane kama lishangingi fulani la mjini. Kwa hiyo wakatafuta nguo fulani ambayo imekaa kwa mtindo ambao kama kuna mtu anataka aoe hatukubali kabisa kwa mwanamke wa design. Kisha akapigwa makeup ya kwenda. Binti anaingia hotelini, kila mtu anamshangaa kwamba hii shangingi la nani? Akaenda zake kukaa na msubiria mwanaume aje amletee madharau na mchachafyo alafu kisha aondoke. Jamaa alipotokeza anamuita Yongseo. Binti anasema unaniita mimi? Alipomcheki akasema sasa mbona jamaa mwenyewe ni mkali. Ila anyway kwa sababu Yongseo mwenyewe hata ana mpango na acha ningamfanyia matimbwili. Kutoka hapo akanifanyia timbwili la maana mpaka afika ile hatua ambapo akaanza kukimbizana na mama ambaye aliamini huyu ndo alilala na mume wake. Sasa muda huo tayari president alikuwa amempigia sekretari wake kwamba atampeleka huyu binti Henry katika mazingira hivi ili basi wa extend date zaidi kwa sababu ametokea kumpenda, kwa sababu mtu ambaye yuko real haleti unafiki ili apendwe. Sekretari anatoka anaambia president, sawa ndio sema kwamba unampeleka Miss Yongseo kwenye road trips nini? Anaambia ndio yule pale, anakimbia kwenye taxi. Ndio yule. Yaani tayari siku ya kwanza likashaanza kukimbizana na watu katika hoteli. Okay, kwenye gari secretary akaanza kuongea na president kwamba bana date iliendaje rafiki yangu? Vipi? Manzi ni mkali? Anaambia na mambo kibao. Kwanza akasema kwamba kwa muda mmoja anza kana waume hata 3 mpaka 4. Alafu ni mtu wa material, sijui vipochi, sijui viatu vya gharama, vitu ambavyo yeye anavipenda. Secretary anasema basi atakuwa ni mtu wa ajabu sana. Yule mtu ni mtu wa ajabu sana. Yaani hapa ni kupoteza muda tu rafiki yangu. Nafikiri mara mzee akapiga simu. Jamaa anapokea. Mzee anamuuliza uko wapi? Anasema mimi nipo kwenye gari narejea zangu nyumbani. Mzee anasema kwani date imeshaisha kabisa? Basi hiyo inamaanisha kwamba hiyo date haiko work out. Ila hamna neno. Acha nimwambie secretary wako basi apange date nyingine wiki ijayo, afuta namna ambavyo tunafanya.
Jamani pia hapana. Mimi nitamua huyo mwanamke huyo ambaye nimekutana naye leo usiku. Mpaka secretary akakanyaga breki za kutosha. Kwamba umesemaje? Sio tu kusema hapo kwamba anakaa na watu 3 mpaka 4 kwa muda mmoja. Sasa ni waje unamuoa? Mzee mwenyewe naye akashangaa. Unaenda kumuoa tayari? Yaani ndio hivyo kabisa imeshaenda kumuoa. Henry naye akamefika kukutana na Yongso katika mgao ule ambao wanakutana siku zote. Anaambia binti, hivi naelewa kwamba wewe blind date yako ni bosi wangu mimi. Ni vitu tunabati kwamba bosi waga yani kwanza kamefika, lakini pia mabosi waga hawana tabia kuangalia wafanyakazi wote. Lakini ni bosi wangu ndugu yangu. Yongso anasema, "Nisamehe rafiki yangu, sikujua kama hata anaweza kaa bosi wako. Unajua jinsi chances zilivyo low. Sema date imeendaje?" Mimi niambia usijali, nimemchafua kama kawaida, kwa hiyo hata kupigia wala niwe kuwa na amani. Kwa basi wakazifungua koka pale, wakaanza kupiga koka na nyama choma. Wanafurahi kabisa kwamba yes, mambo yamekuwa mambo. Siri sio siri tena. Yaani tumefanikiwa kumtoboa na pini yule Moon. Kutoka hapo kaenda mpaka karaoke wakaimba na nini. Wakati wanaendelea kuimba, mara Yongse akapiga simu na babake. Kwa kama toke nje kidogo kwenda kuongea nao. Ili anarudi hivi, Henry kwa anafurahia kwamba kuimba kule amepata points 100. Anakuta Yongse yuko very down. Yongse anamuuliza Henry ufanye nini kwenye date? Anambia nimefanya nini kwani? Si nimemwonyesha madharau kama ulivyotaka. Asa umemwonyeshaje madharau unataka anioe? Wewe kuna kitu mkifanya afu ukisema, shogangu, anataka akoe na ile yote ambayo nimekufanyia. Anioe mimi akoe wewe. Kwani sema mkutana naye katika date? Kwani umefanya nini katika date paka mtu ataki kunioa kiasi hiki? Henry alibaki tu amedua. Haelewi sasa kwamba afanye nini. Muda huo kule ofisini boys wakana pia na ushauri. Seta ananiambia, "Unajua sawa ni bosi wangu President Kang, lakini kuna vitu inabidi tuongee kiumeni. Kweli mwanamke ambaye anakutana na watu 3 mpaka 4 kwa muda mmoja, anapenda mapesa tu na sio kitu kingine. Unataka umuoe awe baba wa watoto wako, awe Mrs. President wa ofisi. Bosi hivi ni kweli? Au unataka tu utupoteze hapa ni kampuni tu iruhusu na vitu kama hivyo?" Jamani ambia usijali, mimi sitakuwa connected naye emotionally. Mimi nataka tu nimuoe, mzee basi asiniambie mambo mengi, basi mambo yaishi. Secretary ananiambia lakini hata kama sikia bro. Mimi nishaamua kama nitamuoa huyo. Kwa hiyo chochote ambacho tutakiongea it doesn't matter. Kwanza past yake hata imati kwa sababu yani mimi ndo nimeshaamua kama nitamuoa yeye brother. I'm telling you the truth. Muda huu mabinti wakawa wanaongea usiku baada ya Henry kurudi nyumbani. Yuko zake amelala kitandani. Yongse anampigia simu yuko hotelini. Anaambia shoga yangu, yani hapa ndivyo ninavyokuambia niko hotelini. Anamuuliza kwa nini sasa? Kwa nini nyumba yenu imeungua au kuna nini? Kunguni? Anaambia hamna, yani tangu ile jamaa anasema kwamba anataka anioe. Basi sasa mzee anataka asikutanishe familia, tumalize protocol zote, tuoane. Sasa nakumbuka kabisa kwamba sura ilikuwa ni ya kwako, sio ya kwangu. Mimi hata siwezi nitafanyaje? Au nikimbie nyumbani? Hicho nishauri. Au ninywe manywele yote niwe Mungu ili nisiolewe. Yani mimi hata sielewi. Sasa Henry akawa na wasiwasi. Anambia shoga yangu usijali, wewe chukua tu kama baraka, hata usijali wani. Sema kaza. Vipi kama nakutana na bosi kazini? Afa kakumbuka hii sura. Binti anambia wewe usijali, wewe ukutana na bosi wako bwana. Wewe ni bosi mkubwa sana sasa hivi. Mtengeneza unga kabisa akutane na Baresa yeye mwenyewe. Hicho kitu haiwezi kutokea. Au muuza ice cream pale Buguruni akutane na mzee Baresa yeye mwenyewe. Hicho kitu haiwezi kutokea. Kwa hiyo kuwa na amani. Asubuhi yake imefika, kafika pale kusaini nini? Akakuta bosi wake tayari ameshaingia. Akana kimbia kweli kabla huyo Mr. Gia ambaye bosi wake hajafika. Maana waga anamgombeza sana kama yeye akifika wa kwanza, alafu Andrea akaja wa mwisho. Kufika kwenye elevator pale tayari kwa imeshafunga. Akaamua tumie elevator ya pili. Chap ili basi mambo yasiwe mengi. Ili anayebonyeza tu inafunguka. Si bosi ambaye kutana naye jana kwenye date. Ikabidi binti ajifanye kuangalia pembeni. Haelewi anafanya nini. Mzee kwa sababu ni mtu wa watu anasema ingia miss, hamna shida, elevator bado ina watu hata kama ni ya mabosi. Yule kanga anambia hivi binti utaingia ama hutaingia? Unachosha muda wetu tunajua. Ikabidi binti aingie kinyume ampiga za Marivas pale. Kuingia mle ndani akawa anajifunika na nywele zake, anatamani kama lift ifike tu sehemu ya juu aondoke. Kweli bwana akafanikiwa, lift ikafika katika ghorofa la 10 na akatoka. Ili ametoka tu hivi, bosi akamwita wewe. Binti alifanya kama vile anasuga. Akachukua ID yake maana kwa ameangusha, akamwita Henry. Itasema anajua paka jina langu. Amejua jina langu katika wafanyakazi wote mikoja amejua jina langu. Umedondosha ID yako hapa. Njoo uchukue. Na kugeuka hawezi maana sura itaonekana. Kwa kabiti anaanza kupiga za Marivas. Afika pale kwa bosi. Nipe bosi. Iko hapa. Ipo nipe. Bosi akampatia. Sema kana shanga huyu binti ukoje? Bwana kafika anauoga sana mpaka hawezi kuangalia watu. Wamefika ofisini. President Kang akafungua list ya wale wafanyakazi ambao wako pale. Akandafuta akaipata jina la Henry. Anasema ndio, nilijua. Huyu binti kama namkumbuka vizuri. Alitengeneza proposal moja ya chakula kizuri sana. Na nakumbuka kwa sababu jina lake lilikuwa ni unique kidogo. Sasa mzee akaanza kuongea masuala ya ndoa. Ananiambia ni wewe ulisema kwamba blind date ni ujinga mtupu, lakini leo umeenda tu moja, tayari unataka uoe. Kweli kuna jambo hapa.
Anambia hamna, ni vitu nimeona kwamba anafaa na wewe pia unataka mimi nioe, niwe ni mstaarabu na familia yangu, ndio maana inabidi tu nikubaliane na kumuoa yeye. Mzee anasema safi sana kijana. Sasa hapo ndo umekuwa. Huu sisi ndo tunauita wanaume. Sasa na Yongso mwenyewe anataka kuoe. Mwanaume anambia hivi, babu niangalie kwanza jinsi nilivyo. Cheki jinsi ambavyo niko mrefu alafu mwembamba fulani kwa hapo. Nani ambaye atagoma kuolewa na mimi? Mzee akacheka sana, anambia yes, mambo ndo hayo sasa kijana. Henry muda huo yuko kwenye simu na Yongso. Anaambia shoga yangu, simekutana na bosi kwenye lift. Yongso anasema simekutana na bosi kwenye lift kweli, ilikuwa ni bahati mbaya. Pole sana. Vipi sasa umeendaje? Nilikuwa ninaogopa, yani hata sijamwangalia machoni. Sasa ufanye hivi, mkutana na huyo jamaa bwana, urekebishe ya mambo. Mwambie kwamba mimi nimtuma tu rafiki yangu kwa sababu ya hili na lile, lakini pia kuna shida ya pesa ndo maana. Alafu hapo mambo hawezi kuwa safi. Maana mimi nitafanya kazi kwa tabu mu ofisini. Binti anambia basi sawa, hamna shida. Muda huo alikuwa supermarket ananunua kitu. Wakati uko pale, secretary wa Kanga akaja, lakini hawafahamiani of course. Wakati binti anatoka, akasahau funguo yake ya gari pamoja na kipochi. Sasa yuko pale nje, anajaribu kufungua gari yake na kugundua kwamba kama nimesahau funguo. Yeye anarudi hivi, akagongana na secretary. Sasa kugongana na secretary, kijicho kikaanguka. Akamchukulia akampa. Binti alivyomuona akapendezwa naye, yani yeye ndo kafia kabisa kwa secretary. Basi secretary anamuuliza bwana, uko vizuri? Anaambia mimi niko safi. Kisha akaondoka zake. Binti asema mwanaume ni mkali huko, nitaje niomba hata namba. Baadaye jioni Henry akutana na Yongso na kama kaida yao. Yongso anaambia ndugu yangu, yule mkuu amenipigia simu anataka kukutana na mimi tena. Anataka kukutana na wewe tena? Basi ndio vizuri hivyo. Nenda afika mwambie ukweli kwamba bwana yule pale aliyekuja siku ile ilikuwa sio yeye, ulikuwa labda unaogopa na nini, alafu ishi kiasi hiko. Binti anambia hapana, mimi nataka wewe uende kwanza, nina kikao muhimu. Anasema binti, you the crazy mimi niende tena kule kufanya nini? Anambia wewe na sisi uende basi. Nenda tu mara moja hii hapa. Nenda pale mwambie kwamba wewe unataki, mwambie kwamba unataka kuolewa. Kwanza ndio umevaa vibaya kama kaida yako, afu yeye atakataa. Binti anambia lakini mbona kunifanyia hivi? Anambia unakumbuka mimi nimeweka hapa kichwani kwa sababu yako. Niko najaribu kusaidia mimi mpaka kataunda mimi Bloody Mary. Unakumbuka? Anambia nakumbuka rafiki yangu. Basi kama unakumbuka basi nisaidie hili jambo moja. Wakakubaliana basi kwamba ataenda, atavaa ovyo, alafu ataambia kwamba yeye hataki kuolewa na yeye, kisha wataachana. Basi akavaa manguo yake ya ajabu kama kawaida, kisha akafika pale mgawani. Yani leo sasa ndo akawa amevaa ovyo kabisa. Kufika pale akaona kama jamaa anachelewa, akaanza kuchat na mtu. Bosi alipofika akapiga simu yake, maana yeye ana namba ya Yongso ikaenda katika simu tofauti kabisa. Kufika pale jamaa akachukua ile simu, kisha akaandika namba yake kwa ile simu ya Henry na kisha akachukua namba yake. Binti anamuuliza unafanya nini wewe? Anambia kama naenda kuoa inabidi niwe na namba zako zote, maana kana ile simu yako nyingine umesahau kuibeba sijui. Kisha wakaanza kuongea pale. Binti anambia kwamba yeye hataki kuolewa kabisa. Mwanaume anambia kama uko unataka kuolewa, kwa nini unasema kwamba unataka tupate chumba siku ile? Chumba? Asa kwa nataka tu nikupige hela mimi niondoke. Mwanaume anambia hamna shida, nimekuelewa. Lakini pia kuna mmoja katika date ya pili kama unataka kuolewa na mimi. Sababu kuna jumba hizi zimepangiliwa na mzee. Mimi niko sitaki kuja hapo, kwa sababu mimi hata sitaki kuolewa. Masuala ya arrange mimi hata siyakubali wala nini. Kwa hiyo do yourself a favor kijana. Acha masuala ya marriage kisha uende na maisha yako. Kwa hivyo huyu akachukua jaketi lake akaondoka. Alivyotoka basi na bosi naye akaamua kutoka kwa katika shughuli zake. Kufika pale nje sekretari wake akampokea, wakaingia kwenye gari. Binti akawa kwa zake mtani sana aondoka. Akafika mahali fulani kwenye zebra anataka avuke. Akaona na yule jamaa ambaye anamkubali kishenzi, afa amevaa kama malaya. Akawaza hapo jamaa akiniona itakuwa ni zari la mentali. Kwa akaamua kujificha hivi, alafu aende upande wa pili wa barabara jamaa asimuone. Kwenye kujificha pale akakutana na gari moja, akaamua apande humo leo naliwe jamaa tu asimuone. Kupanda hivi ndani. Mtu anayemuona ni yule ambaye amemkataa kwamba hataki kuolewa naye. Alafu sasa hivi yupo kwenye gari yake tena.